Hizi ni sehemu ya nukuu kutoka kwa viongozi wetu kuhusu mwenendo na maagizo ndani ya sekta ya afya kati ya tarehe 24 hadi 30 Novemba 2025. Karibu tuyaguse yaliyojiri kwa siku hizi 7 zilizopita. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa wiki hii ametoa waraka mahususi unaoanzisha utekelezaji wa mkakati na kuendeleza viwanda vya dawa na bidhaa za afya nchini. Natoa waraka huu rasmi kuanzisha hatua za utekelezaji wa mikakati ya kitaifa ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuanzisha na kuendeleza viwanda vya kimkakati ikiwemo viwanda vya dawa ili taifa lijitosheleze kwa mahitaji ya msingi ya kiafya. Lakini jambo la pili ni kuimarisha upatikanaji wa bidhaa za afya nchini kwa kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kuwekeza katika viwanda vya dawa, vifaa tiba, vitandanishi na bidhaa nyingine za afya. Jambo la tatu ni kuimarisha bohari ya dawa, yani MSD, ili kuongeza uwezo wa ununuzi, uzalishaji na usambazaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi kulingana na mahitaji ya nchi na matarajio ya Watanzania. Akizungumza mbele ya wataalamu wa sekta ya afya katika ofisi ndogo za Wizara ya Afya jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Mchengerwa amesema mpango huo unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025-2030. Katika hatua nyingine, Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ametaka ndani ya siku 21 Wizara ya Afya kupitia ofisi ya mfamasia mkuu wa serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA kuandaa wito wa uoneshaji wa nia, yani call of expression of interest, ili kuvutia wawekezaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba. Lakini pia ninawaelekeza idara husika ya mfamasia mkuu wa serikali na timu nzima, nadhani TMDA pia wanahusika moja kwa moja, kuandaliwa mara moja kwa call of expression of interest EOI ndani ya siku 21. Wizara iwe imekwisha andaa EOI rasmi kwa ajili ya kuvutia watengenezaji wa dawa, vifaa tiba na bidhaa za afya kote duniani ndani ya siku 21. Serikali imetenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa mkoa Mawenzi. Akizungumza wiki hii wakati wa ziara ya kukagua miradi ya maendeleo mkoani Kilimanjaro, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema hatua hiyo ni muhimu ya mpango wa serikali kuboresha huduma za afya kwa ngazi zote. Serikali imeshatenga bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa mortuary na tuko kwenye tathmini kwa ajili ya ujenzi, na tumejionea eneo la Mawenzi kidogo. Kwa hiyo wizara iliona isijenge tena kajengo katini, ijenge ghorofa. Kwa kubadilisha ramani na si vitu hivi ilibidi vichukue taratibu ya kubadilisha ramani. Naomba nikuhakikishie ramani ilishapita kwamba tutajenga ghorofa moja mortuary, na tunakuhakikishia kwamba mortuary hii ujenzi utaanza mara moja. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Saif Shekalage ameunda kikosi kazi maalum kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya Waziri wa Afya juu ya uanzishwaji wa mkakati wa kuhakikisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ndani ya nchi kwa kujenga viwanda kupitia wawekezaji wa ndani na nje. Ikumbukwe siku ya jana Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ni maelekezo ambayo naye amepokea kwa Mheshimiwa Rais. Maelekezo hayo yanatokana na kwamba Mheshimiwa Rais ameelekeza kama nchi tuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunazo dawa pamoja na vifaa tiba vya kutosha ndani ya nchi. Jana moja ya maelekezo aliyotoa ni kwamba tunatakiwa tuunde task force ambayo sasa itasimamia haya maelekezo, na alinielekeza mimi Katibu Mkuu kusimamia hilo jambo. Akizungumza wiki hii katika ofisi ndogo za wizara jijini Dar es Salaam,
Dr. Shekalage amesema kikosi kazi hicho kinajumuisha wataalam kutoka ndani ya wizara na taasisi mbalimbali nje ya wizara. Tayari nimeshaunda ile task force ikiwa inajumlisha watu kutoka taasisi za kwetu, watu walioko ndani ya Wizara ya Afya, wataalamu, lakini pia baadaye tutakuwa na wataalamu wengine ambao tutakuwa tunawajumuisha ambao watakuwa wanatoka katika wizara nyingine za kisekta, lakini pia katika taasisi mbalimbali. Timu hii nimeipa maelekezo ndani ya siku 3 kwa sababu Mheshimiwa Waziri ameelekeza ndani ya siku 7. Mimi nimeelekeza ndani ya siku 3 kamati hii iweze kukaa, na itakapokaa iweze kuja na mkakati sasa wa utekelezaji wa yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri ameyatoa. Sanjari na hayo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Saif Shekalage wiki hii amefanya ziara ya kukagua hatua iliyofikia ya ukamilishaji ujenzi wa majengo mapya ya hospitali ya rufaa mkoa wa Lindi Sokoine. Ujenzi huu wa hospitali tayari uko zaidi ya 98%. Zilizobaki ni kama 2% tu ni kukamilisha. Na sehemu kubwa ya majengo yapo tayari kwa ajili ya matumizi. Yamebaki mambo madogo madogo. Hatua ambazo zimechukuliwa ni nini? Kwanza ni kumrejesha mkandarasi katika eneo la site na kumpatia fedha, na tumekubaliana na mkandarasi kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 12 anaanza kufanya ukamilishaji wa mradi huu. Serikali kupitia Wizara ya Afya imefanya uwekezaji wa kuboresha vifaa vinavyohitajika kwenye kutoa huduma za kinywa na meno nchini. Hayo yamebainishwa wiki hii jijini Dodoma na mkurugenzi wa idara ya huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto Dr. Ahmad Makwani alipomwakilisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Saif Shekalage kwenye kongamano la 40 la kisayansi na mkutano mkuu wa wataalamu wa afya ya kinywa na meno Tanzania TDA. Kutoka mwaka 2022 hadi leo hii serikali imewekeza kiasi cha shilingi bilioni 17 ambazo zimehakikisha kwamba zinaboresha vifaa vinavyohitajika katika kutoa huduma za kinywa na meno, na zinatengeneza mazingira bora sana kwa watoa huduma ya kuweza kutoa zile huduma. Kutoka kitengo cha mawasiliano serikalini, haya yalikuwa baadhi kati ya mengi yaliyozungumzwa na viongozi wetu kuhusu sekta ya afya wiki hii. Tukutane katika nukuu nyingine za afya wiki ijayo.